ziko nyanja kuu 4 zinazohusika kwa ukaribu sana na malezi ya watoto, na tukasema kwamba sehemu ya kwanza ni wazazi. Tukaona namna ambavyo wazazi wana majukumu muhimu na special katika kujenga tabia ya mtoto, na kama ambavyo tunasema mtoto kuwa na tabia njema sio muujiza, bali ni malezi. Malezi anayoyapata ndiyo yanayokwenda kujenga tabia ya mtoto kwa ujumla. Kwa hivyo kuwa na tabia njema sio bahati au sio ndondokera, ni malezi ambayo mtoto anakutana nayo ndiyo yanampelekea awe na tabia njema. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji na mtazamaji, mahali popote ulipo, nipende kualika tena leo. Kwa siku ya jana tulikuwa na somo, tuliona namna ambavyo jamii inaweza kushiriki ili kukuza tabia ya mtoto. Na siku hii ya leo jema kwenda kuangalia kundi lingine. Kundi lingine muhimu kabisa kule. Jana tuliona katika jamii kuna makundi mawili. Na makundi haya yanayopatikana kwenye jamii, kuna kundi la watu wema, lakini kuna kundi la watu wabaya. Na tukasema hivi, watoto, tukasema kundi la watu wema wanapotuonya tuwasikilize. Tufanyeje? Tuwasikilize, tena tuache kile wanachotukataza. Sawa? Lakini tukasema kuna kundi la watu wabaya wanaotushawishi kufanya vitu vibaya. Tukasema hawa tujiepushe nao. Sawa? Na leo tutakwenda kuangalia kundi lingine muhimu sana, ambalo kundi la 3. Shule. Shuleni unakosoma. Shuleni tunakopeleka watoto wetu. Leo hii kumekuwa na changamoto hasa upande wa elimu. Wazazi wengi tumekuwa tunapenda baadhi ya vitu na tunawapeleka watoto kwenye shule hizo bila kuzingatia vitu vya muhimu na vya msingi. Lakini leo tutakwenda tazama kwa kifupi mambo muhimu na ya msingi sana ambayo tunapaswa kuyazingatia tunapotaka kuwapeleka watoto wetu shule. Na tujifunza kwamba katika umri wa mtoto, yani ile miaka 25 ya kwanza toka kuzaliwa mpaka anafikisha miaka 25, miaka 18 mpaka 20 mtoto anaitumia akiwa shuleni. Jamani, ni miaka michache? Miaka mingi bila shaka. Yaani miaka 15 mpaka 20 mtoto anaitumia akiwa yuko shuleni. Unaweza kaona kwamba kumbe ni muda mrefu. Na kama ni muda mrefu, sifanye makosa kwenye eneo hili. Hakuna muujiza. Kama mtu anaweza kukaa miaka 18 mpaka 20 yuko shuleni, mwingine atasema mbona umetaja mingi? Sio mingi. Sio mingi kwa sababu chekechea mtoto anasoma miaka 2. Amini hapa nina wataalamu wa mahesabu, tusaidiana kujumlisha. Chekechea mtoto anasoma miaka mingapi? 2. Lakini elimu ya msingi, shule ya msingi anaanza darasa la kwanza mpaka darasa la 7 ni miaka mingapi? 7. Inakuwa jumla mingapi? 9. Hiyo ni miaka ambayo wanakaa shuleni. Lakini kutoka form 1 mpaka form 4 ni miaka mingapi? Miaka 4. Safi sana. Miaka 4 ukijumlisha miaka 9 ya msingi inakuwa mingapi? 13. Huyu ametoka form 1 mpaka form 4, miaka 13. Lakini ongezea miaka mingine ya 5 na 6, miaka mingapi? Miaka
miwili. Inakuwa miaka mingapi? 15. Safi sana. Tunapaswa kuiona sasa namna ambavyo sehemu ya elimu sio mahali pa kupaletea zengwe, ni mahali pa kupazingatia kwa kina kabisa, kwa sababu panachukua muda mrefu sana, hasa ukiangalia namna ambavyo ni muda mrefu unatumika kwa watoto wetu. Kwa hivyo kama wazazi ni lazima tuone namna ambavyo tunapaswa kulizingatia eneo hili. Muda mwingi tumekuwa tukifikiri ni muda mfupi, lakini bado miaka 15 haijaishia hapo. Mtoto anatoka advance anaenda chuo, wengine watatumia miaka miwili, wengine watatumia miaka mitatu, wengine watatumia miaka mitano, wengine watatumia miaka 6. Unaweza ukaona ni muda mrefu sana ambao unatumika kwenye kujifunza. Kwa hivyo mtoto anapokuwa shuleni anatumia muda mrefu sana kukaa shuleni na kuendelea kujifunza. Kwa hivyo ni muda mrefu sana. Miaka 18 ukijumulisha na ile ambayo alikuwepo nyumbani mingapi, tayari ameshafika umri wa mtu mzima na anaweza kuanza maisha. Kwa hivyo kama ulikosea ukachagua shule ambayo ni haimjengi vizuri, utaona kabisa kwamba unaweza kuwa tayari umekushelewa. Maana hata Waswahili walisema maki mkunje angali mdogo. Basi tunapokwenda kulianza somo hili la leo, bariki sasa kwa macho pate ombi. Mtakatifu na Baba yetu ishie juu mbinguni, asante Bwana kwa wema wako na ulinzi. Siku ya leo umekubali tuweze kujifunza mausia yako. Tunapokwenda kuangalia mambo muhimu ya kuzingatia tunapochagua shule, saidie sasa Bwana, hivyo tuombavyo kwa. Jambo la kwanza, mzazi unayenifuatilia na kunisikiliza, unapohitaji kumpeleka mtoto wako shule, jambo la kwanza la kuweza kuzingatia hili: elimu bora. Mahali unapotaka kwenda kumpeleka mtoto wako ni lazima pawe na elimu bora. Naposema elimu bora, ninamaanisha kitaaluma. Lazima pawe na taaluma ambayo inaridhisha. Matokeo yake yakoje? Na kwa bahati mbaya wazazi wengi hiki ndicho wamekifanya kwa kigezo pekee. Mtu anafuatilia tu, anaingia mtandaoni, anaangalia shule gani inaongoza kimatokeo kitaifa, shule fulani. Basi anafikiri akipata hicho kigezo kinatosha. Pia elimu bora ni kigezo tu pamoja, lakini sio kinachotosha. Lakini jambo la pili unalopaswa kulizingatia, mazingira unayompeleka mtoto wako shuleni. Je, mazingira ya shule hiyo yakoje? Ni lazima uangalie mazingira ya shule unayompeleka mwanao yanatosha, yanamjenga vipi mwanangu kumlea kwa umri wote huu, kwamba kutoka miaka nimempeleka shuleni na miaka 4 mpaka anafikisha miaka 25 nitamchukua akiwa na hali ipi? Kwa hiyo lazima uangalie mazingira unayompeleka. Lakini jambo lingine unayotakiwa kuangalia, maadili ya shule hiyo yakoje? Kuna shule nyingine mtoto akiwa sio mwizi wanaambia wewe ni mzembe. Je, hii ni shule bora? Hapana. Unachopaswa ukifanya ni kwamba unapotaka kumpeleka mwanao shuleni, jiridhishe. Usimpeleke tu. Leo hii kwa bahati mbaya sana, kwa sababu ya kuwa na watu kuwa na uwezo wa kifedha, kuna vitu vichache vinavyotazamwa lakini havina msingi. Lazima uwe makini unapotaka kumpeleka mwanao shuleni, maana ni sehemu muhimu katika kujenga tabia ya mwanao. Kama ambavyo tuliona, namba 1 wazazi, namba 2 sema hivi ni jamii inayotuzunguka. Lakini wazazi watafanya sehemu yao, jamii ikafanya sehemu yao, shule unayokwenda kumpeleka inaweza ikachangia pia kubomoa tabia ya mwanao. Kwa hivyo zingatia hili mpendwa, unapo
chagua shule ya kumpeleka nao, angalia mazingira. Ninaposema mazingira ninamaanisha, je, mtoto wangu anapenda kuishi vipi akiwa huko shuleni? Je, mtoto wangu chakula chake kitakuwaje anapokuwa huko shuleni? Je, watu wanaoenda kuishi nao wakoje? Lakini jambo lingine ni maadili. Je, shule nayompeleka mtoto wangu ina maadili ya namna gani? Kuna nidhamu? Masomo yanayofundishwa yanamwandaaje mwanangu? Kwa sababu fikiria, kama umempeleka mtoto na miaka 4, unakuja ukabidhiwa ana miaka 25, na shule aliyokuwa anasoma hajajifunza chochote kuhusiana na maadili yake yeye kama Mtanzania, yeye kama raia mwema anapaswa kuishi vipi. Kwa hivyo kama mzazi lazima uzingatie jambo hili, na kusii unapochagua shule ya kumpeleka mwanao kuwa makini. Zingatia. Ziko shule zingine wana nidhamu. Unaweza ukawa ni mzazi mwenzangu nampeleka mtoto shuleni. Unajisikiaje unafika shuleni, watoto wanakupokea vizuri, wanakusalimia? Nafikiri swala hilo linatia moyo kwa kumbe watoto wamejengwa, wamefundishwa nidhamu kwamba unapomwona mtu mzima mpokee. Ni vitu vidogo lakini vitu sana. Kwa hivyo ni miongoni mwa mambo ya msingi ya kuweza kuzingatia. Angalia nidhamu ikoje. Lakini kitu kingine cha kuweza kuzingatia unapofikiria kwenda kumpeleka mtoto wako shuleni ni hiki. Je, wanamwandaa, hiyo elimu inayotolewa hapo inamwandaaje mtoto wako kukabiliana na hali ya mazingira ya sasa yaliyopo? Kwa sababu kuna changamoto kubwa leo imejitokeza. Changamoto hii ni hii kwamba mtoto anaweza kuwa vizuri, anafanya vizuri sana darasani na anasifiwa, anapongezwa, hata anaweza kutangazwa kwa mwanafunzi bora kitaifa. Yaani mtoto anaweza akatangazwa kwa mwanafunzi bora kitaifa, amefaulu, amepata marks za juu kwenye somo la kilimo, lakini nyumbani kwao kuna mashamba, kuna mifugo, ila kila siku anazunguka na bahasha, anaomba nini? Jira. Kwa nini? Kwa sababu elimu aliyopata haijatosheleza kumwandaa. Kwa sababu kama amefanya vizuri, ameelewa mambo ya kilimo yanahusika vipi, ameelewa mambo ya ufugaji yanahusika vipi, alikuwa na mahali pa kuanza. Kwa hivyo elimu tunayotaka kuwapatia watoto wetu, kama wazazi tuna mchango mkubwa wa kuandaa vyema kwamba anakoenda kuwe na ubora wa kupata elimu ambayo ni sahihi, bora kabisa kwenye maisha. Lazima elimu anayoipata, angalia inamsaidiaje kutatua changamoto zinazomzunguka. Mtoto mwingine anaweza akawa amefika shuleni na nini, lakini anaweza karudi nyumbani umeme ukakatika ghafla, anaanza kulia. Hivi yuko sawa? Ila darasani yuko vizuri, ana akili timamu. Umeme umekatika, anaanza kulia kwa sababu ameshazoea umeme ukikatika ni lawama na lawama. Mazingira aliyotoka na kuishi shuleni yamemfundisha hivyo. Na wakati fulani tukae makini tunapokaa na watoto wetu, hasa tunapofikiria shule bora za kuwapeleka. Tuachane na ule uhanga wa kufikiria tu kwamba shule gani, shule fulani imefanya nini, ni ya kwanza kimkoa. Je, mazingira ya hiyo shule bwana, mtoto akiwa namna gani pale, uwizi ni swala la kawaida, ujeuri ni swala la kawaida. Lakini pia kuangalia na watu wanaitwa mamatron, ni watu muhimu sana kwa malezi ya watoto, hasa wanapokuwa shuleni. Lazima ujiridhishe, je, hao watu mienendo yao ikoje, tabia zao zikoje? Maana wanapokuwa kule ndio wazazi wa watu. Matron na tabia ya mtoto naweza kuwa kama matron na tabia za ajabu, kemea hilo. Hivyo wazazi tunapaswa kulitambua hili, kuliishi. Usimpeleke mtoto shuleni kwa sifa kwamba nimempeleka kwenye shule inayolipa ada kubwa. Je, hiyo ada kubwa unayolipa inamwandaaje mtoto wako kukabiliana na maisha yake baadaye? Anaweza kuwa na elimu nzuri, lakini hivyo